Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Wakatoliki bilioni 1.4 duniani kote wanaomboleza na kumkumbuka Papa Francis aliyekuwa kiongozi wao wa kiroho kwa takriban miaka 12. Papa Francisco alikuwa mshauri wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yule naye atakaye chukua ngazi ile aendelee kufanya gisi Papa Francisco alikuwa anatumika kwa kutafuta usalama katika mashariki mwa Kongo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inatakiwa kutoa jibu la wazi ikiwa itakubali pendekezo lililotolewa na nchi yake la kutoshambulia miundombinu ya raia. Na katika gumzo tunaangazia kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliaga dunia hapo jana alivyoligusa bara la Afrika. Nimezungumza na wafuasi wa Katoliki na hata wa Kenya kwa jumla. Ni pigo kubwa kwao. Utaona watu wana huzuni. Manake katika ziara yake alienda hata kuna kitongoji kinaitwa Kangemi. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Halima Nyanza. Shukran Martha, na habari msikilizaji. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis anatarajiwa kuzikwa kwenye kaburi lililopo katika kanisa kuu la Mtakatifu Mary Major katika mji mkuu wa Italia Roma badala ya Vatican, kulingana na usia aliowacha, na kwamba litakuwa na maandishi ya neno moja Franciscus, ambalo ni neno la Kiitaliano. Mpaka sasa bado tarehe ya kuzikwa kwake haijatangazwa, lakini mazishi yanatarajiwa kufanyika ndani ya wiki. Jeneza la Papa kwanza litawekwa katika kanisa la Mtakatifu Peter Basilica. Baraza la siri la makardinali linalomchagua mrithi wa Papa linatarajiwa kuanza mchakato huo walau baada ya siku 15. Makardinali wapatao 135 wanastahiki kupiga kura, ambao wengi wao waliteuliwa na Papa Francis. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Haiti ameonya juu ya ongezeko kubwa la ghasia zinazofanywa na magenge ya uhalifu nchini humo, ambalo linaweza kufikia kiwango cha kushindwa kurekebishwa. Akizungumza katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Maria Isabel Salvador amesema msaada zaidi wa kimataifa unahitajika ili kudhibiti magenge yenye silaha yanayozidi kuenea, ukatili wa kijinsia pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Stepping up international support for Haiti. Nikimnukuu, kuongeza uungwaji mkono wa kimataifa kwa Haiti ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule, hususan kuongeza ufadhili na kuongezewa uwezo wa utendaji kikosi cha kimataifa kinacholinda usalama nchini humo. Katika kipindi hiki ambacho hali ni mbaya, nchi zote wanachama ni lazima kuongeza misaada kwa vikosi vya usalama nchini Haiti. Rais wa Marekani Donald Trump amemtetea waziri wake wa ulinzi anayekabiliwa na kashfa za kuvujisha taarifa za kiusalama kwa kupuuzilia mbali ripoti alizodai kuwa ni habari za uongo kwamba Pete Hegseth alitoa taarifa katika kundi la pili la ujumbe mfupi ambalo safari hii linajumuisha mkewe, kaka na wakili wake binafsi. Zaidi na Shadrack Mansasu. Rais Trump amemwelezea waziri wake huyo wa ulinzi kuwa amefanya kazi nzuri. Awali msemaji wa rais alikanusha taarifa za vyombo vya habari kwamba mrithi wa kiongozi huyo anatafutwa. Waziri huyo wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anadaiwa kutoa maelezo juu ya shambulio la mwezi Machi dhidi ya waasi wa Yemeni wanaosaidiwa na Irani katika kundi hilo la ujumbe mfupi. Ufichuzi huu wa pili unaibua maswali zaidi kuhusu matumizi ya waziri huyo ya mifumo fiche ya kutuma jumbe nyeti za usalama. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inatakiwa kutoa jibu la wazi juu ya kama itakubali pendekezo lililotolewa na nchi yake la kutoshambulia miundombinu ya raia. Amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo juu ya jinsi ya usitishaji vita wa siku 30 utakavyoweza kufikiwa. Hapo awali rais wa Urusi Vladimir Putin alieleza kuwa pendekezo la Ukraine linahitaji kutathminiwa kwa kina. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasi ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga, karibu.
Wakatoliki bilioni 1.4 duniani kote wanaomboleza kifo cha Papa Francis, kiongozi wao wa kiroho kwa muda wa miaka 12 iliyopita. Papa Francis alikuwa na umri wa miaka 88, alifariki mapema Jumatatu kutokana na kiharusi na matatizo ya moyo kushindwa kufanya kazi baada ya wiki kadhaa za kulazwa hospitalini. Zaidi na David Nkya. Maombi yameendelea kufanyika kwa ajili ya Papa Francis huko Vatican, ambapo alitoa baraka zake siku ya Jumapili ya Pasaka katika nchi yake ya asili ya Argentina na katika makanisa mengi duniani kote. Papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, Francis, alitetea maskini na walionyang'anywa mali zao wakati wa ziara 60 za kimataifa, akihimiza amani, kutunza mazingira na kuchukua lawama za mapungufu ya unyanyasaji wa watoto katika kanisa. Miongoni mwa viongozi waliotoa salamu zao za rambirambi ni Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye amesema Papa Francis alikuwa na mtazamo mzuri kuhusu Urusi. Huyo ni mtu ambaye alitendea Urusi mambo mazuri sana. Ninaweza kusema hivyo kwa uhakika. Tumekutana ana kwa ana mara kadhaa na kudumisha mahusiano kupitia njia mbalimbali. Huyu ni mtu, nataka kusisitiza kwa mara nyingine tena, ambaye alikuwa na mtazamo mzuri sana kwa Urusi, na tutakumbuka hili. Makumi ya viongozi duniani kote wanatarajiwa kuhudhuria katika mazishi ya Papa Francis, ikiwa ni pamoja na mamia kwa maelfu ya waumini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yeye na mkewe watahudhuria, akimuita Francis mtu mwema. Rais Lula da Silva wa Brazil pia atakuwepo. Amesema ubinadamu umepoteza sauti ya heshima na ukarimu. Katika nchi ya Ufilipino yenye Wakatoliki wengi, Rais Fernandez Marcos amemuita Francis kuwa ni mtu wa amani na mnyenyekevu. Taarifa yake David Nkya. Kufuatia kifo cha Papa Francis, kiongozi wa kanisa la Katoliki ulimwenguni, hisia mseto zimeibuka miongoni mwa raia, wanasiasa, vile viongozi wa madhehebu mbalimbali ya Kikristo kutoka eneo la mashariki mwa Kongo DRC linalokabiliwa na ukosefu wa usalama katika taifa hilo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Papa Francis ni mmoja wa viongozi wenye ushawishi wa karne ya 21. Alisifiwa na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa unyenyekevu wake. Kiongozi huyo ameshuhudiwa na viongozi mbalimbali wa DRC kwa alikuwa ametembelea nchi kadhaa pamoja na DRC. Papa Francis alikuwa amethibitisha kujitolea kwake kwa nchi hii ya Kongo DRC na watu wake. Aliunga mkono DRC haswa dhidi ya vita mashariki mwa DRC. Mbali na sala za kurudi kwa amani, alionyesha kujitolea mara kwa mara kusaidia amani, haki na maendeleo katika nchi hii. Jambo ambalo limepelekea pia raia wa Kristo na wasiokuwa wa Kristo mashariki mwa DRC kuyatoa maoni yao dhidi ya kifo cha Papa Francis. Kongo hatufurahi, amefariki mbele ya wakati. Anafariki, anaacha yote, uongozi wake anawacha. Nadhani kama ni fundisho ambalo Mwenyezi Mola anawapea kila mtu, eti kwamba na hao ambao wamejifaa kuwa mabeberu duniani, wao wote watafariki. Mungu ampokee vema peponi. Masiku za ambazo amemaliza hapa alikuwa na tu ombea. Nayo mashirika ya kiraia yamejulisha kinachoendelea upande wake dhidi ya kifo cha Papa Francis. Pacific Kararuka ni kiongozi wa shirika la raia eneo la Minembwe, Kivu Kusini. Papa Francisco alikuwa mshauri wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila ningelitaka kusema kwamba yule naye atakaye chukua ngazi ile au daraka ile aendelee kwa kufanya gisi Papa Francisco alikuwa anatumika kwa kutafuta usalama katika mashariki mwa Kongo na Afrika nzima. Nayo madhehebu mbalimbali ya Kikristo na isiyokuwa ya Kikristo, licha ya mazingira hatarishi na tatanishi wanayokabiliana nayo, wametoa pole zao kwa kanisa Katoliki na Wakristo wote kusikia kifo cha kiongozi wao ambaye mwaka uliopita alisubiriwa zaidi na wananchi wa mashariki mwa Kongo DRC kutembelea mji wa Goma, huko raia wakiwa na matumaini ya kuwaombea amani. Kama anavyojulisha pia mchungaji Fabien Kakwira
wa kanisa la Wakristo wa Protestanti wa CBCA mjini Goma. Tunasema pole kwa kifo hiki cha mtumishi wa Mungu ambaye alisimamia kanisa kubwa katika ulimwengu mzima, kuanzia Vatican mpaka kwa makanisa na vijijini huku kote. Tunasema pole na Wakristo wajipe moyo, wapadiri wote ambao waeveke wajipe moyo tu, sababu Mungu alipenda mchungaji wake aondoke katika mwili. Nao wanasiasa wa mkoa wa Kivu Kaskazini wamekumbusha kuwa kupingana na ukoloni wa kiuchumi barani Afrika, Baba Mtakatifu alikuwa ametuma mnamo Januari 31, 2023 huko Kinshasa ujumbe wazi kwa watu wa kimataifa akilalamikia matumaini mabaya kuondoa mikono yao kwa bara la Afrika na kwa wananchi wa Kongo DRC, ambao alifanya kazi pia kwa kukuza ibada wakati wa utawala wa Mobutu. Kwa hayo Giseka Pila kutoka chama cha UDPS amejulisha maoni yake mashariki mwa DRC. Tuko na mashauri za mingi zilizoza pana kuhusu Papa Francisco wakati kuja hapa katika demokrasia ya Kongo. Tshisekedi alimuitaka akafika huku, nilifurahi sana, na kifo yake ni kweli inaacha huzuni kwa watu wengine. Tunajua kwamba Papa Francisco anaenda njoo mbinguni kwa sababu anakufa baada ya kuselebrate misa ya Pasaka. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, urithi wa Papa Francis unabaki kuwa wa wachungaji karibu na watu ambao hawakusita kuchukua pande kwa waliosahaulika, waliokandamizwa na kuongea ukweli kwa lugha ambayo ni ya kiroho na ya kisiasa. Taarifa yake Chube Ngorombi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inatakiwa kutoa jibu la wazi ikiwa itakubali pendekezo lililotolewa na nchi yake la kutoshambulia miundombinu ya raia. Ameongeza kusema kuwa Ukraine iko tayari kwa mazungumzo juu ya jinsi usitishwaji vita wa siku 30 utakavyoweza kufikiwa. Akizungumza katika hotuba yake ya usiku, Rais Zelensky amesema Urusi pekee ndio ina jibu la kuweza kusimamisha vita. На середу готуємо зустрічі. Siku ya Jumatano tunajiandaa kukutana na washirika wetu kutoka bara la Ulaya. Hawa ni kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, lakini pia kutoka Marekani. Huu ni mkutano ambao unaweza kutuleta karibu na usitishwaji wa mapigano na amani ya kudumu. Sasa baada ya Pasaka dunia nzima itaujua ukweli. Sababu ya ukweli kwa nini mapigano yanaendelea. Ni Urusi ndio chanzo cha vita. Ni Moscow ndio inapaswa kutoa amri kwa jeshi la Urusi kusitisha mapigano, na iwapo agizo kali kama hilo la Urusi la ukimya halitatolewa, hakuna utulivu. Hapo awali Rais wa Urusi Vladimir Putin alieleza kuwa pendekezo la Ukraine linahitaji kutathminiwa kwa kina. Na sasa moja kwa moja tunaelekea vanjani kwa Shadrack Mwansasu. Karibu. Asante Martha. Ni kwamba mechi 4 ambazo zilitarajiwa kuchezwa jana Jumatatu katika ligi kuu ya soka ya Italia ziliweza kuahirishwa. Hii ni kufuatia kifo cha Papa Francis baada ya jana Jumatatu asubuhi kutangazwa kwa kifo chake akiwa na umri wa miaka 88. Na taarifa zaidi kuhusiana na Papa Francis utazisikia baadaye kwa kina zaidi. Lakini mechi hizo ambazo zitakiwa kuchezwa na zimeahirishwa ilikuwa ni pamoja na mchezo wa Torino ambao walitakiwa kucheza na Udinese, Cagliari dhidi ya Fiorentina, Genoa na Lazio, pamoja na mchezo wa Parma dhidi ya Juventus. Kwingineko katika soka, klabu ya soka Burnley imefanikiwa kurejea katika ligi kuu ya England ama Premier, huku Leeds United wakiwa ni vinara baada ya kuwachapa Sheffield United na kujikusanyia alama 94 baada ya miaka miwili kupambania kupanda daraja. Nafasi ya 3 iko kwa Sheffield United wakifuatiwa na Sunderland. Nafasi ya 4 iko kwa Bristol City, na The Crescents wamekuwa na ushindi wa mechi zipatazo 31 katika ubora wa mchezaji wao Josh Brownhill. Ligi ya England inatarajia kuendelea leo hii Jumanne kwa mchezo mmoja ambapo Manchester City watakuwa nyumbani Etihad dhidi ya Aston Villa, lakini kesho Arsenal the Gunners watakuwa nyumbani pia Emirates wakiwakaribisha Crystal Palace. Nchini Hispania katika La Liga leo Valencia wao wanakaribisha Espanyol na Barcelona watakuwa kichuana dhidi ya Mallorca. Uongozi wa klabu ya ligi ya daraja ya kwanza Uingereza ya West Bromwich imemfuta kazi meneja wake Tony Mowbray. Klabu hiyo imethibitisha juu ya taarifa hiyo. The Blackguards wamechukua uamuzi huu ni kutokana na matokeo mabaya ya klabu hiyo. West Brom walifanikiwa kushinda mechi moja tu katika mechi 8 zilizopita, huku wakipoteza michezo 5 kati ya ile 6 iliyopita, na matokeo hivi karibuni walipata kichapo cha mabao 3-1 dhidi ya Derby County
jana Jumatatu ya Pasaka na wapo katika nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi. Katika tenis kimataifa, mwanatenisi wa kimataifa wa Uingereza Emma Raducanu amesitisha mpango wake wa kutaka kuwa chini ya kocha mpya na kuendelea kuwa chini ya kocha Mark Petchey. Raducanu amekuwa chini ya Petchey, mkufunzi mashuhuri kwenye mchezo wa tenis, pia akiwa na mwalimu wa Andy Murray. Raducanu amerejea kwenye mashindano ya tenis wiki hii kupitia mashindano ya wazi ya Madrid baada ya mapumziko ya mwezi mmoja. Na hitimisha dondoo za kimichezo. Asante sana Martha Saranga. Naam.